tukio ambalo limeibuka katika wilaya yetu ya Mpanda na limeleta taharuki kwa baadhi ya maeneo hasa yenye mikusanyiko ya watu. Ni haya madai ya watu kudai kwamba wanapoteza baadhi ya viungo au tuseme wanapoteza nyeti. Sasa kitu ambacho hakipo. Kama serikali tumethibitisha kwamba huo ni uzushi, ni dhana potofu ambayo wananchi wanaijenga tu kichwani kwamba mtu anaweza akapoteza kiungo chake kwa kushikwa kwenye mabega. Haipo kabisa. Na tunasema haipo kwa sababu tumefanya uchunguzi. Wale wote walioanzisha hii taharuki ya kwamba wamechukuliwa ama wamepoteza nyeti zao, wote wamepimwa hospitali 3 tofauti na wamekutwa viungo vyao vipo na havina changamoto yoyote. Kwa hiyo tunalaani vikali masuala haya ya wananchi kujichukulia sheria mkononi, ambayo tayari yameleta madhara katika wilaya yetu ya Mpanda kwa haya mambo ya tuhuma za nini hizi masuala ya taharuki za nyeti. Kuna wananchi wameumia, lakini bahati mbaya sana kuna mwananchi wetu mmoja amepoteza uhai kwa kupigwa, na alikuwa raia mwema, alikuwa ni mtumishi na ni kiongozi wa kanisa, makamu mwenyekiti wa kigango cha Kakowe nafikiri kule Shankara. Watu wamemvamia tu na kumpiga kwa mtu kuanzisha tu kwamba amenichukulia kiungo changu bila watu kuthibitisha kwamba hicho kiungo kweli kimeondoka. Wao ni kupiga, ni kushabikia, na ushabiki uko sana kwa vijana. Hata wanaanzisha haya mambo kwamba jamani mimi kitu changu kimeibiwa ni vijana. Kwa hiyo jambo hili hatutalivumilia. Kama serikali tumechukua hatua na tutaendelea kuchukua hatua. Wale wote waliobainika kuhusika kwenye kuanzisha masuala ya kwamba nimepoteza kiungo changu, wote wamechukuliwa hatua. Wapo ambao mpaka jana wamehukumiwa jela miezi 6 kwa hiyo taharuki, kuanzisha au kushabikia. Lakini wale waliohusika na kifo cha yule mwananchi wetu ambaye hakuwa na hatia, na wao watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Sasa hiyo ni kesi nyingine tofauti na hawa wanaofungwa miezi 6. Nadhani vyombo vya dola wanajua kwamba ni kesi gani, lakini ukiangalia ni kesi ya mauaji na sio mauaji ya kutokukusudia, yale ni mauaji ya kukusudia. Hivyo tunaachia vyombo vya dola na mamlaka zinazohusika na utoaji wa haki waendelee navyo. Ila nachoweza kusema hakuna atakayesalia katika wale wote walioanzisha taharuki, hasa hiyo iliyopelekea mpaka mauaji. Mwananchi wetu amepoteza uhai wake bila sababu yoyote, asiyekuwa na hatia, aliyeshabikia. Hata kama ulileta sijui wengine walikuwa na miti, mawe na nini, na kwenye hili kwa kweli inaudhi na kera. Miongoni mwa walikuwa wanashabikia ni wanawake. Nashabikia kitu ambacho hukijui. Sasa matokeo yake sasa hivi kwanza nadhani watakuwa washakamatwa. Na kama bado hajakamatwa, maana yake sasa hivi kwanza mtu ana amani, pengine hapa hayupo, lakini hata ukimbie uende wapi, serikali tutakupata tu, kwa sababu ile tukio halijafanyika gizani. Limefanyika sehemu yenye mwanga, sehemu inaonekana. Kwa hiyo kama ni kuonekana, walionekana tu ambao wamefanya huo uhalifu wa kiwango cha juu kabisa, kutoa uhai wa mwananchi, uhai wa mtu wakati hawana mamlaka hiyo. Kwa hiyo kama alivyouliza kiongozi hapa kwamba kuna watu walionusurika na wako hospitali, hatua zimechukuliwa, ikiwemo hiyo wamehukumiwa, na zitaendelea pia kuchukuliwa kwa wale wote watakaohusika kuleta hii taharuki kwa namna moja ama nyingine. Lakini tumie pia nafasi hii kutoa rai kwa vijana, kwa sababu ndo asilimia kubwa wanakumbwa na hii taharuki. Kwanza ndo waanzishaji, yani wao ndo wanaosema sana kwamba mimi nimepoteza, lakini vijana wanafanya mizaha pia. Kwa mfano, kuna kijana mmoja
na yeye wananchi walimvamia wakampiga Kilimahewa, almanusura apoteze uhai. Huyo kijana aliondoka, alikuwa kwenye shughuli zake, akatoka akaenda kwenye shughuli ya mwenzake, akamshika bega. Baada ya kumshika bega akamwambia, vipi, embo angalia haijaondoka. Sasa na yule mwananchi mwingine kwa taharuki naye akapiga makelele kwamba mimi jamani, tayari huyu kanichukulia. Ni wananchi kumpiga. Bahati nzuri vyombo vyetu vya usalama walifika kwa wakati, wakaweza kumuokoa. Sasa unaona ni mizaha ya namna gani ambayo mtu unaweza kaanzisha mzaha tu kidogo ukasababisha maafa makubwa. Kwa sisi kama serikali tutaendelea, tunatoa elimu. Tumepita maeneo kadhaa yenye mikusanyiko ya watu kwenye masoko, tumefanya mikutano pia kwa wananchi kuwaeleza kwamba jambo hili la watu kupoteza sehemu zao za siri halipo kabisa, kwa sababu tumethibitisha wale wote waliosema wamepoteza au wameibiwa, vifaa vyao vimekutwa vipo na wamekutwa wako vizuri, hawana changamoto yoyote. Kwa hiyo tutaendelea kutoa elimu, kwa sababu pia hatutamani sana wafungwe. Kwenda kukaa huko jela nako ni kutuletea gharama isiyokuwa ya lazima tu upande wa serikali, lakini nguvu kazi mtaani inapotea. Kwa hiyo tutatoa elimu, lakini hatutasita kuchukua hatua ya haya masuala ya watu kuzusha kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo niwatake tu wananchi kwa kweli wa wilaya Mpanda, hasa wanaume, waendelee kuwa na amani kabisa, wafanye kazi zao kina Beni na kina Mbugi hapa, waache kutembea na pili. Mfanye kazi zenu kwa utulivu, na wanaume wote wafanye kazi zao kwa amani kabisa. Na kweli waache kuweka dhana hiyo kwamba eti kuna pini yenyewe sasa hivi shafika shilingi 2000. Hatari sana. Hakuna cha pini, hakuna cha raba bendi. Watu wanaangamia tu kwa kukosa maarifa. Hicho kitu hakipo. Katika hali ya kawaida unapokuwa kwenye mizunguko, unapokuwa upo busy, wanaume mnajua, ukiwa uko busy huna hayo mawazo. Hata viungo vyako vinakuwa viko busy, yani vinakuwa havina hayo mawazo. Kwa hiyo mtu atakapokuambia nimechukua, unaweza kufikiri imechukuliwa kweli, kumbe iko vile vile. Na kinachoudhi tunapowaambia wananchi hiki kitu hakipo, baadhi pia jeshi la polisi wanaweza wakaeleza vizuri sana hili jambo, lakini baadhi ya ambao walizusha kwamba kitu kimeondoka, walipoenda kupimwa anasema nilikuwa naona kama vile sasa hivi inaanza kurudi. Sasa inarudi ilikuwa wapi? Ilienda wapi? Kumbe ni mtu unakuwa umechoka uko kwenye kazi. Kwa hiyo watu waache kabisa kujichukulia sheria mkononi. Tutaumizana wenyewe kwa wenyewe, tutaua ndugu zetu, tutawapa vilema vijana wetu kwa dhana potofu kabisa ambayo haipo. Na haya mambo yako mjini tu kwenye center hizi, lakini kijijini ambako watu wako busy na maisha yao ya kila siku, huwezi kukuta wanazungumzia mambo kama haya kwa kweli. Kwa hiyo kama serikali hatukubaliani kabisa na jambo hili linalosemwa eti watu wanapoteza nyeti, halipo. Kwa hiyo na vijana pia tushaongea nao, kwa sababu ndo wanamzaa. Kwa nini uende unamshika mwenzako bega afu unamwambia hebu tizama kama ipo? Kwa nini? Kwa hiyo wanatuletea mzaha ambao sio wa lazima. Matokeo yake ndo hayo, sasa mtu anaingia kwenye kupigwa na mpaka kupoteza uhai. Lakini jambo lingine kwenye hili pia, masuala haya ya kupoteza viungo vya uzazi, sijui ndo nyeti hizo, ilileta shida baadhi ya watu wasiokuwa na nia njema pia kuzusha vitu ambavyo havipo. Kwa mfano ilivyotokea pale Kababai, yule mwananchi alivyouawa pale soko la Kababai. Baada ya jeshi la polisi kufika pale, kwa sababu watu walikuwa wamejaa, kulikuwa na hali ya taharuki kubwa, jeshi la polisi lazimika kuwatawanyisha wale wananchi na hili waweze kufanya kazi zao za kipolisi pale. Ilikuwa lazima wananchi wasogee mbali. Kwa hiyo pana kazi pale hazikufanyika kwa muda kadhaa kwenye eneo lile la soko ili kupisha
masuala ya kipolisi pale yaweze kufanyika katika hali ya utulivu. Katika hilo tena watu wakazusha eti soko limefungwa. Jamani, soko limefungwa, kazi haifanyiki. Hakuna soko lililofungwa. Kwa hiyo na Wanampanda wajue kabisa hakuna soko lililofungwa. Na nikashangaa katika ile aliyekuwa anasema kwa nini hakusema kwamba kuna mwananchi pale kafa, akazusha tu kwamba serikali imefunga. Mkoa ametoa amri ya kufunga soko. Mkoa hakutoa amri ya kufunga soko, na bahati nzuri mheshimiwa mkoa yupo safari, mimi ndo nipo, ameniacha nimwakilishe. Hakuna amri iliyotoka ya kufunga soko, ila kwa sababu shughuli za kipolisi ilikuwa lazima zifanyike pale, ilikuwa lazima wale wananchi wakae pembeni, wapishe lile eneo ili kazi za kipolisi ziweze kuendelea pale, ikiwemo masuala ya uchunguzi na mambo mengineyo. Kwa hiyo taarifa hizi kwamba soko limefungwa zipuuzwe kabisa. Soko lipo. Hata kesho yake nilifika, tumeongea na Wanakababae na tukawapa tahadhari. Hakuna shughuli ya kiuchumi iliyosimama kwa sababu ya hii taharuki ya watu kupoteza, ya kusema kwamba wanapoteza nyeti. Niwaombe wananchi waamini kauli ya serikali. Sisi tunawapenda wananchi wetu. Hata inapotokea changamoto, ni jukumu letu kuambia wananchi sasa hivi tuna changamoto, tuchukue hatua. Na ikitokea swala la uzushi kama hili, ni jukumu letu pia kuambia wananchi kwamba jambo hili la kiuzushi. Kwa mfano, wakati ugonjwa wa corona unaingia kwa mara ya kwanza hapa nchini, serikali tulitoka hadharani kuambia wananchi, jamani, tuna shida, changamoto ipo, tuchukue hatua, tusifanye hivi, tuishi hivi ili kunusuru maisha yetu. Kwa hiyo na hili lingekuwepo kweli lipo. Kwa sababu tunawahitaji wanaume. Tunawahitaji wanaume, tungewaambia lipo na tungetoa njia za kujihadhari, lakini halipo. Kwa hiyo wananchi watuamini kwamba jambo hili la wananchi ama haswa vijana kudai kwamba nyeti zinaibiwa halipo kitaalamu, halipo kwa namna yoyote ile. Ni uzushi tu wa kuleta taharuki sio kuwa ya lazima. Kwa hiyo watu waendelee na kazi zao za kila siku. Jambo hili halipo, na mimi nawathibitishia kama serikali kwamba halipo kabisa. Mambo ya pini, sijui labda bendi, ni kupoteza hela bure kusikokuwa na sababu. Kwa hiyo watu wasivae, tutoe hofu tu basi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.